kuna some things nimepitia kufikia hapa penye niko as an artist, as a pencil artist ama art teacher. Kuna vitu mingi sana kwa life yenye nimepitia. Jamaa alikuja akani-inbox pale Facebook, ananiambia William, mimi nakupenda sana. Sijui naweza isema aje. Forex na mambo ambayo inaendelea forex. Vijana sasa wanafanya forex ana kijana na pesa, si ati amepata aje. I'm one of the victims of forex. Ilikuwa pale campus and is a man okay. Mimi naangalia sijaiona vitu kama hizi. Unaingizwa forex bana. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kusikia story kama hiyo. Akakuja na some good offers. Kwambia atakupea gari. Kwanza alikuja akaniofa story na some interviews. Atanipea interviews, ataniconnect na wasanii. There's this celebrity. Sijui naweza mtaja ama mtaje ndio watu wengine wajue tabia hiyo si mzuri. Mtaje. This celebrity anajita Yes. Mambo vipi mdau? Siku nyingine njema tena tunakutana kwa mara nyingine na episode nyingine mwecheche. Inaitwa aje? Speak Out. Speak Out ni mahali unapata story, bomba, ucheshi, yani unafunguka, ndio inaitwa Speak Out. Na leo tuko na mgeni kwenye studio. Mgeni ni artist. Ana amefanya mambo makubwa sana hadi akachora the former president Uhuru. So call me please the dreamer. Na this is Elite TV Kenya. Welcome. Na wacha tusikie kutoka kwa mgeni. Yo, mambo vipi? Poa sana. Yes, labda uangalie kamera waambie watazamaji kwanza wewe unaitwa nani kwa majina kamili na unafanya nini? Yaani kazi yako ni gani ama talent yako ni gani? Kwa majina mimi naitwa William Muhanji. My social media name ambayo napenda kutumia sana William the Artist. Pale Facebook napatikana William Muhanji. Yes. AKA William the Artist. Yes. Mimi ni mchoraji. Na pia mimi ni mwalimu wa kuchora. So I mentor student na bado na nachora. Yes, so jinsi mmesikia wadau anaitwa William Muhanji. But today hatujakuja mambo na uchoraji. Leo tumekuja na story nyingine. You know, every time unaona mtu anaendelea na life yake, you don't know the background of that person. So like we had a conversation and he shared with me a very good story but to motivate others, but it's not a good one, but to motivate others might be a good one. Yeah. Because at least sasa imepita, ni mambo yaliyopita. Kitu ilipita. Yes, kama ni mambo yaliyopita tunasema ni vizuri unajua kifunguka ndio unakuja unafunguka zaidi. Na ukiongea inakutoka. So my good people, William has a good story you want to share with us about him, so that pia wewe kama hujajipata kwa situation kama hiyo ujichunge kabisa. Mjini si kuzuri. So Mr. William, kiwanja ni chako. Yes guys, so mimi kuna story moja hapa ambayo imecontribute to, let me say, to success of me with art. Yes. Kuna some things nimepitia kufikia hapa penye niko as an artist, as a pencil artist ama art teacher. Kuna vitu mingi sana kwa life yenye nimepitia. So kama sahii kuna hii mambo inaendelea vijana, sijui naweza isema aje. Forex na mambo ambayo inaendelea forex. Vijana sasa wanafanya forex. Ana kijana na pesa, si ati amepata aje anafanya forex. So for me by then nimekuwa victim. I'm one of the victims of forex. Ilikuwa pale campus. It was second year. When was that?
imekuwa 2023 hapo 2024. So pale campus nilikuja nikapata mse fulani. Yeye ni anafanya ni driver. Yes. Ni driver tajiri fulani Nairobi. Jamaa alikuja kani inbox pale Facebook. Ananiambia William, mimi nakupenda sana. Andi zamani basi. Okay. Mimi naangalia sijaiona vitu kama hizi. Unaingiza forex bana. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kusikia story kama hiyo. Tukachat. Kwanza niliresist, nilikataa. Yeah. Kama nilikataa karibu miezi 2, ndio nikaona jamaa ako serious sana na akakuja na some good offers. Kwambia atakupea gari. Kwanza alikuja kaniofa story na some interviews. Atanipea interviews, ataniconnect na wasanii, ataniconnect na politicians, nikishawachora na niconnect nao. Easy project za county nini. Nikasema acha nikubali hiyo offer. Kaingia box yake tukaongea. So there's this time. Kwanza before that, yani after tumeongea na yeye, there's this celebrity. Sijui naweza mtaja ama mtaje ndio watu wengine wajue tabia hiyo si mzuri. Mtaje. This celebrity anajiita Brenda TikTok. Ni kama au mnamjua? Brenda TikTok unamjua mkuongea kama dem. Bila kusaidia. Unakulanga maua. Hadi ifike Valentine kudunipe. Valentine. Sina mtu hata kunitenda. Utapata hapo Willy Trump hawapendi. Tungekuwa tushaenda tuwapata. Deport. Unatuma Mexico. Please enjoy. Yes. Sina at all. Thank you. Unataka drink pia? Ni cola kwanza. Kuna cola, sema cola. Magic cola. No, I need Fanta. Orange. Orange. Magic. Orange. Magic orange. Orange. Guys, this is a bit uncomfortable. Uko sawa? Oh my God. Okay, you two get a room. Thank you. Bye. Bye, take care. Salamia picha. Sawa. Ndio. Exactly. Brenda TikTok ndio mwenye aliniconnect na Cast TV. Cast TV interview. Meet a arc pencil artist, that is William the artist. So William, karibu sana studio. Asante sana. Yeah, by the way you're doing a great job. Nakuona pale TikTok, pale Facebook, watu wana umechora ma celebrities wengi sana wana share kazi yako and congratulations. Shukran sana. Yeah, unafanya kazi mzuri and we are proud of you. Asante. I hope utaweza ku encourage other people wenye na look up to. But mnajua hakuna kitu nakuja hivyo. Sasa jamaa alikuja connect na Cast TV interview. Sasa yote nilienda Cast TV interview. Wait. So ndio uunganishe. Ilibidi. Yeah, ukafanya maneno. Ilibidi sasa. So huyo ako kwa huko pia kwa hiyo chama. Wako kwa chama. Okay. Na si celebrities wengi sana. Sasa akaniconnect. Mimi nikaenda interview Cast TV. Sasa this time hiyo time nilikuwa naenda interview. After when nilikuwa bado nafanya interview, huyo jamaa tulikuwa tunaongea Facebook. Huyo driver alikuja Cast TV, alijua niko Cast TV. Alikuja kwa gate akaulizia akasema nataka William the artist amekuja hapa interview. So hapo ni after Brenda amekuconnect. After Brenda ameshaniconnect. Na huyu jamaa mko mmeonana bado? Hatuko tumeonana. Kwa Facebook tu. Facebook tu. Okay. Jamaa akakuja. Akaambiwa aningoje. Kuna room alipelekwa aningoje. Juu mimi nilikuwa bado nafanya interview. Yes. Sasa venye nilimaliza interview, nikaenda nikammeet. Tukaongea na yeye nini. Jamaa alikuwa anakaa tu jamaa mkuu, ako na mambo mingi. Nikajua mimi sikuwa najua intention yake hiyo siku ilikuwa gani. Nilijua labda amekuja na good news nini, anataka labda kunicongratulate. Hiyo hata story na interview. Sasa mimi nikafurahi
kaingia, alikuwa amekuja na gari ya mdosi, haiko gari yake, alikuja na gari ya mdosi hapo. Akaniambia twende naye kwake. Twende naye kwake. Sasa hiyo first day jamaa ananiambia anaanza, unaona venye boy anakatia demo. Sasa kwake jamaa aliniongelesha venye yani amekatia ananiambia William, mimi nakupenda nini. Siku kwanza nikamwambia hapana, iwezekani. Mimi nikamwambia hii itakuwa ngumu, sijai jaribu. Juu alitaka pia tufanye. Mimi nikamwambia siwezi, sijai jaribu. Next sasa hapo limdanganya. Hapo limdanganya. Sasa unajua kwa sababu Brenda wa TikTok hapo. Wewe tu kufanya anything. Tuliongea juu you just talked lakini hapo. Tuliongea that story but hatu kufanya anything. Sasa nikamwambia mimi sijai jaribu. Next day so unajua nilikuwa kwake for 1 week. Nilikuwa nikae kwa jamaa driver for 1 week. Sasa next day jamaa akaniambia sasa si leo basi unipatie hata kidogo. Jamaa akainsist. Jamaa akaniambia ukifanya hivyo mimi na connect na Guardian Angel. Kwanza nakumbuka aliniambia atani connect na Guardian Angel. Hadi ananionyesha contact za jamaa, ananionyesha contact ya Bahati sijui ya nani. Ananiambia wewe chora sasa. Chora watu mimi na connect. Kwanza unachorea hapa, tunamaliza, unaenda unarudi Eldoret kama ushamaliza kila kitu. Wakati ule ulikuwa unakaa Eldoret? Nilikuwa nakaa Eldoret. Nilikuwa bado mimi ni student Eldoret. Yes. Kakuja kwanza alienda shop akaniletea papers za kuchora na penseli. Hiyo mchana mimi kachora Guardian Angel, kaeka hizo papers hata mpaka saa hii sijui kama kuna penye ziliweka. Idhani nikiweza tafuta naweza zipata hiyo za Guardian Angel, hiyo picha yake. Nikachora nikaiweka. Siku jamaa kaniambia sasa usifanye hivyo. Na akainsist. Bwana ilibidi. Na ukiona hiyo kitu inanisumbua mpaka sasa lakini jamaa aliinsist alafu kabidi tumefanya hiyo mambo. Sasa next day kaendelea the same thing. Hiyo day ingine tena the same thing, ikakuja ikakuwa like nikaanza kufeel ni kama naumia. Ilibidi sasa nimemwambia. Ilibidi nimemwambia, nikamwambia mimi sasa itabidi nimerudi to Eldoret. Sisikii poa. This thing inani affect. Ndipo sasa jamaa akaniambia it's okay. Jamaa akanirudisha mpaka Eldoret. Na gari yake. Hiyo gari ya mdosi. Akanirudisha mpaka Eldoret. Yes. Nikurudi Eldoret. Ilibidi nimeenda usiku kwanza. Cause sikuwa nasikia like hiyo kitu ilikuwa inaanza kuni affect. Like unapata unaenda hiyo haja kubwa. Unapata kuna venye unasikia ni kama mambo iko sawa. Sasa mimi kabidi nimeenda check up nini. Tambio si na kuanga sasa na story nyingine hapo. Huwa na feel like ilifanya sipo. So ilikuwa tu hivyo once na huyo. Na sasa wakati unasema Brenda wa TikTok alikujaribu ndio kuconnect na Kasi. So ilikuwaje hukumpa na bado kaingia Kasi? Nilimpromise. Nilimpromise yenye akafurahi akasema kaniconnect. Okay. So kama celebrity nafaa tunawaangalia vizuri. Wengi kwanza 90% 90% wanafanya forex. So after hapo ushawahi patikana na kitu kingine kama hiyo, labda watu wanakupatia nini? Nimepatikana mingi sana. There's this time nimeenda interview K24 TV. Nilienda interview. Nilikuwa napeana contact zangu za simu. Za kazi, at least mse anataka kuchora nitafute. Haya, mimi kupeana contact zangu, napata mwanamama anakupigia simu anakuambia mimi ni mtu fulani
nataka mahali fulani tupatane. Nataka hivi na hivi. Au anakuja inbox anakuambia the exact thing anataka. Au nikuja nikapata mwalimu fulani wa high school. But na siku hizi ako majuu by the way. Na alikuwa anafunza Kakamega High School. Akakuja akanipatia tukaongea nini. Akaniambia amenipenda nini. Hivyo tu, lakini hatujaipatana mpaka saa hii. Lakini bado mnaongea. Anaambia tupatane lakini mimi nampeleka hivi. Juu najua ilinifanyikia. Sasa nikupeleka kumzungusha tu. Historia yako ni ngumu. Lakini sasa wajua ni vizuri pia vijana waambiwe. Unajua ukifunguka hivyo labda kuna kijana mahali anapitia. Kwa hivyo ni vizuri wakati ushaongea kitu kama hiyo inasaidia. Sasa nataka tu discuss kwa hiyo maneno yako ndio tupate kujifunza sisi wenye hatujawahi fanya. Hivi kwa sababu nishawahi kana hawa watu na yani anakuambia usiwahi jaribu. Na ukianza kwa mara ya kwanza utaizoea hiyo kitu. Kwa sababu ni kitu ambayo utafanya. Unaona? Sasa wewe wakati ulijaribu ushawahi feel like you want to do it again? Ushawahi feel like inakusumbua? Unatamani? Hapana. Mimi ilini affect. Siwezi hata tamani, ilini affect. Juu ndo nilikuwa najaribu. Ilikuwa siku ya kwanza. Sema ningeendelea kitu kama 2 weeks. Ama ningeendelea 1 week mfululizo. I think ningekuwa addicted. Haya, swali la pili. Ulikuwa unahisi vipi wakati like if you have never done such a thing, si ndio? Like unajua ukikuwa na dem, leo tuongee. Ukiwa na dem na mkitaka kufanyia kitu, kuna romance, kuna nini? So did it start there or it was just automatic? Romance. Ni ngumu. Iko lakini si ati like not kissing. Romance ile inaitwa maji kushika kifua, kushikana, like kudarana, acha tuseme kudarana. And how were you feeling at that time when he was doing such? Obvious sahi, wacha tuseme sahi muda amekutoa nguo zote alafu aanze kunifanya hivi na akushike sensitive parts. Kuna obvious kuna venye kuna kitu utafeel. Okay, at the moment you went to the hospital and ulitibiwa, si ndio? How did you approach the doctors? Uliwaambia ulifanya kwa kupenda ama uliwaambia vipi ndio wakakusaidia? Sasa mimi daktari kwanza ni daktari tuko friendly naye. Ni mtu anakujua. Ni mtu ananijua. So nilimuongelesha. Nikamwambia nilijipata kwa hiyo incident. Like singemwambia like mwenyewe nilienda na yeye. Nilimwambia ilikuwa something like nilikuwa forced. And after sasa kukupima matibabu alikuambia effects zake? Did he tell you any effect that you have gotten? Or alikuambia nini? Yani alikuelezea nini kuhusiana na hiyo kitendo ambacho umekifanya? Like umekuwa na hii effect or hii effect imepatikana lakini utapona. Kama hiyo. Sasa effect ambayo daktari aliniambia nilikuwa nikienda haja kubwa napata nasikia uchungu. So napata effect ilikuwa like that thing ilikuwa imeharibu that part. Unapata kuna some vidonda inaanza kubuild up. Like just unajua that thing ni kadogo sasa yeye ni kama alikuwa na force mela. Sasa issue nilikuwa nayo ilikuwa hizo like unapata kuna vidonda inaanza kukua nini. So unapata na kwa uchungu kwenda haja kubwa. So the lesson you learned from that,
unaweza ambia nini kijana mwenye ako desperate? Juu ulianza kusema hawa watu wenye wako na vitu mzuri huku nje. And when si wakati tunaangalia, because like mimi kiniuliza huwa napenda kuangalia content za Brenda wa TikTok. You see? And mimi najuanga ni content. Sijajua kama anamaanisha. Unaona? So unaambia nini vijana ambao wanatamani maisha hiyo ya juu? Ati anatamani kupata gari, anatamani kuwa kama huyu msanii fulani, anatamani maisha ya huyu msanii fulani. Kulingana na story yako. Kwa sababu pia wewe ndio ufike pale, kuna maisha fulani ulikuwa unatamani. Labda ulikuwa unatamani uingie kwa interviews because umesema ulikuwa unaidiwa vitu mzuri. So how can you advise other young generation to avoid such, especially wanaweza jua aje hii kitu ni mtego, waepuke, because such promises that you are given, the same guy, huyo mtu sasa mimi naambia mtu, mimi by the way such stories mimi naambia mtu kama nikutaja mimi hapa kuwa free, taja yeye ili mtu ajue what kind of a person am I going to meet. Unaona, hata tungekuwa na picha yake tungeibandika hapo. Ama video tungeibandika hapo tuseme this is the guy, this is the guy. Unaona, ndio watu wajue huyu alifanya makosa, because at that time unajua hata you had a right kwenda kumreport. Yeah, because hiyo ni kama alikuliwa into it na wewe hukutaka. So unaona hiyo ni kama alikuwa anakuharibia maisha. So unaweza advise aje vijana wasijikute kwa situation kama hiyo? Vijana pale nje, run your pace. Usijaribu kutaka maisha ambayo huwezi. Usijaribu kutamani ati natamani nikuwe celebrity kama celebrity. Most of these celebrities wenye unaona hapa nje, mwenye unaona hapa na gari, si ati wamepata kwa njia mzuri. Wengi unapata ni forex, wengine unapata labda ni wamehaya. Wewe unadhani ni yake, sasa unaanza kuwa na peer pressure, unataka pia wewe upate gari. Unataka pia upate gari. So vitu kama hizo, just run your pace. For me, mimi nilikuwa natamani interview sana. Mimi nilikuwa natamani uende TV kubwa. That nionekane. Mimi napenda kuonekana. Sasa nilikuwa natamani tu nionekane. Sasa ndio maana nikajipata kwa situation kama hii, but nilikuja learn lesson that you have to run your pace and God's time is the best. Yeah, sure. Even me I can say like okay, unajua hata mimi nimekuwa msanii for so long and such offers si wewe peke yako zinakukuta wengi. But thanks to God mimi like I was not desperate for those things because maybe according to the family I was raised in, ilikuwa so hard. Like mimi niligrow nikiwa gangster. Yeah, so hiyo gangster labda ilini help. Imenisaidia. Imenisaidia sana nikisema mimi ni mwanaume. Siwezi fanya hiyo shit, unaona? But what we can say going kupenda kwa mtu. Yeah, that's what I can say first. Second of all, you know these people, they are there and they are men and they have money. Yeah. They have the influence. So unapata huyu msee hata wewe in case amekufanyia hivyo and you don't have a shilingi, there is nowhere you can take that person. So what we can just tell our vijana waepuke na easy promises. Sana hizi promises zinakuja utapata gari nini. You have nothing but mtu anakuambia utapata gari, unaona? So you have to be vigilant. Unasema like hii offer imekuja but I have to be very careful. Yeah. So anything to add on? Guys, chenye mimi nawaambia tu vijana pale nje, just wait for God's time. God's time the best. Usianze kuchase kitu unajua uwezi pata na una uwezo. Wacha Mungu mwenyewe atakupatia tu. Relax. Fanya kama wewe ni mwimbaji, endelea kuimba, time yako itafika. Kama ni mchoraji, endelea kuchora, time yako itafika. Kama wewe una dance, endelea kudance, time yako tu itafika. If you are doing anything outside there, just do your thing, time yako itafika. There's someone atakunotice tu siku moja. Usianze kutaka kujulikana kama time haijafika na unajipata unaingia kwa situation kama zangu hizi. Unajipata unakuwa desperate. Yeah. Yeah. So
if you have your social media, by the way, he's an artist, he can draw. So saizi aliamua hataki flashy things. Yana nataka enda pesi yake until God's time. Si ndio? So alikuwa hivyo, and what I can say, you can support him because unajua hizi vitu zinakujanga out of desperation. So as much as we support each other, because we are Kenyans, so let's support each other and know that when you help a brother, you have saved a brother. Because if a brother would have helped you, he would have saved you. Unaona? Ungekuwa na hiyo desperation. But because of corruption, we are a corrupt country, by the way. So kila mahali ukienda, kila mtu anataka. Unaona? Sasa ukienda kwa brand wa TikTok anakuambia we simu tu nikupeleke. Ukienda kwa mwingine naye anakuambia simu tu nikuconnect. So everything kama si simu tu pesa. So unaona mimi sina do. Na mimi nataka nifike pale. Alafu anakuanga na dreams zile kubwa, unaekwa heaven na uko hapa on earth. Unaanza kupromise vitu kubwa. So that's an advice we have to keep off such people. Especially mtu anakupea big dreams in exchange of your body. Unajua mtu anakuja kuharibia maisha. So mimi nimefurahi you have shared your story, and as much as you have shared your story, it will motivate somebody else. Maybe somebody else was going to the same pit. But sasa ametoka anajua hapa nilikuwa naingia kwa shimo. Hapa ni kubaya. Amenipromise hivi. Huyu jamaa anaenda kuninyoroza vibaya sana. Ndio. Yeah, so at least hatuwezi sema ati you did bad or you did good. But sometimes watu tunasema we learn from our mistakes. So next time hata wewe mwanaume akipita saa hizi kwake utasema no. Because you are ngumu sana. Yeah. So maybe give them your social media handles where they can get you. Usipeane namba wao nini tena waanze kukatia. Unajua unaweza peana namba pia. Sasa inalenga sana. Sawa, pe social media zako. Kama ni namba pia unaweza wapea basi. Bora kupigie mambo ya biashara. Kindly, if you are given numbers, don't call and start seducing our guy here. Just call for business. Total business of drawing. Si mambo na simu tu hapa. Me, I condemn that thing, by the way. I don't like those people. I hate them with passion. Mimi wakikujaga mimi by the way na kwaro na peanga point blank. So labda wapea social media yako. Labda kama ni namba nini, unawaambie utawafanyia nini. Kama utawapea rate yako, unaweza wapea rate card yako. Yeah. So guys, pale Facebook tunapatikana kama William Muhanji, and TikTok William the Artist, Instagram William the Artist, na namba yangu ya WhatsApp 0724996706. Hii namba WhatsApp. Namba WhatsApp ndio maana utanitext pale, ya course hizi peana hiyo. Just text WhatsApp ukitaka kuchorwa, ama kama unataka, if you want to join my school, kama unataka to learn art, you can still text me there na tuelewane. Yeah. So guys, let's support each other, and it has been a good time, by the way, with you, Mr. Muhanji. Yes. And for opening up, I really congratulate you. Hiyo ni kuonyesha like you have moved on. Yeah. So I really do appreciate, and maybe the story will motivate other people. Yeah. Thank you very much. So guys, it has been Elite TV Kenya. Kindly follow us, subscribe to our YouTube channel, share widely. Na kwanza huyu brand wa TikTok, hii video nafaa imfikie, ajue alifanya makosa, and we condemn that. Brand wa TikTok, change. God loves you. Wachana na hizo mambo za simu tu. Yeah, I've been your host, Prince the Dreamer. Let's meet another time, please.